Yes, wargani mpenzi mtazamaji wa Bera TV, karibu sana. Leo hii imekuwa ni siku ya baraka kuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Brian Mwimba. Pastor Brian Mwimba. Watu wengi mlitamani kuyasikia mengi kutoka kwa mtumishi wa Mungu, nasi tukaona Simba kama tukamkaribisha mtumishi ndani ya studio na tukaweza kuzungumza naye ile mengi ambayo ulikuwa unatamani kuyasikia. Mtumishi wa Mungu, Shalom. Shalom Maranatha. Uko vizuri? Niko vizuri mno. Hongera bwana. Hongera pia kwa kazi njema. Amina, unakimbiza? Namshukuru Mungu, tukufu kwake. Amina. Sawa. Tulitoa kazi ya kwanza ikafanya vizuri. Hatujaenda mbali, hatujasubiri kazi hii iende tuje tukatoa nyingine. Ya kwanza inafanya vizuri, lakini pia ya pili ambayo tumeiachia inafanya vizuri. Kwanza tuanze kwa yule ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza kupitia Bera TV, tujitambulishe, lakini pia tuje tuzungumzie kwa nini hujaipa nafasi ya kwanza nafasi ukaja kuachia ya pili. Uone kama unabebanisha. Tuliachia kazi ya kwanza inaitwa Mtu Mzima, ambayo ilifanya vizuri, afu muda mchache tukaachia Niosha Kabla Sijafa. Issue ni kwamba muda hautoshi. Tumeshageuka mwaka, tumeshamaliza nusu mwaka. Tunataka tuachie kazi nyingi hapa, kwa hiyo muda hautoshi. Kwa hiyo tukaona tuachie tena Niosha Kabla Sijafa, alafu kuna kazi nyingine tena inakuja ambayo ni ya Pure Gospel Generation, waimbaji wangu ambao wako ndani ya Pure Gospel Ministry. Wana kazi yao inaitwa Niende kwa Nani, video imekamilika na wamenishirikisha mimi. Kwa hiyo lazima tujaribu kubana muda. Na ikitoka hiyo tena kuna kazi nyingine ambayo tayari imeshaanza kushutiwa inaitwa Inuka Kwenye Kiti. Kwa hiyo na maana kazi ziko nyingi alafu muda hautoshi. Sitaki hizi kazi kamaliza mwaka, yani ndani ya mwaka huu ziachiwe zote. Ndio maana tunafanya hivyo. Ya kwanza tulimshirikisha yule dada, sijajua yuko chini yako ama hayupo, lakini pia tumefanya hii kazi ya pili naye ameshirikishwa, lakini tunaona kwenye video hajakuepo. Kwanza huyu Nay ni nani? Ni yuko chini yako ama ni nani? Nay Voice, mimi waga kazi zangu zote za hivi karibuni nimefanya na waimbaji wangu. Kuna kazi inaitwa Yasifike Kanisani, haina video lakini na ilifanya vizuri kwenye radio. Nilimshirikisha dada anaitwa Eliadisia Lukindo. Yuko ndani ya Pure Gospel Generation ambayo iko chini ya Pure Gospel Ministry. Nay Voice ni binti ambaye naweza kusema nimelea mwenyewe. Kabla sijakuwa pastor nilikuwa mwalimu wa kwaya na nilikuwa na kikundi maalum ndani ya kanisa nikiwa chini ya mchungaji, na yeye alikuwa ni mwimbaji wangu ambaye nilikuwa nikimtrain mwenyewe. Ni binti ambaye ana talent kubwa. Yeye mwenyewe ni mtu wa kujiongeza. Mbali na kile unachofundishwa unajiongeza, unafika hatua fulani. Kwa hiyo ilikuwa rahisi na sasa hivi ndani ya Pure Gospel Generation pia ni mwimbaji wa Pure Gospel. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kuangalia hapa jimbo hii nimshirikishe nani tena. Kwa hiyo siku ambayo nilikuwa na rekodi Mtu Mzima, nilipompeleka kuingiza chorus, na ndio siku hiyo ilikuwa pia naingiza sauti ya Niosha Kabla Sijafa. Kwa hiyo nikaona haina haja kumchukua mtu mwingine tena, yeye yuko pale maliza zote. Lakini kwa nawaza Niosha Kabla Sijafa ingeshiriki dada mmoja aitwa Joyce, na yuko Pure Gospel Generation, lakini ilishindikana kutokana hakuwepo kwa wakati huo, ila Nay Voice alikuwa yuko pale. Ikabidi aingize zote mbili. Sawa. Nioshe Kabla Sijafa inafanya vizuri, na kabla nyimbo hii hatujaachia ilizuka taharuki. Kuna picha ambayo ilikuwa inasambaa na wapendwa waliongea kweli kweli. Niliona. Ulikuwa na hivyo na mwanamke katika mazingira hivi. Nilikuwa na dada fulani hivi. Niko kwenye kochi, si ndio hivyo? Pale tulikuwa tuko location tukishoot Niosha. Unajua Niosha Kabla Sijafa ni nyimbo ambayo inamuelezea kijana ambaye ameokoka, anampenda Mungu, ana kipaji kikubwa. Baadaye anapoanza kuinuka, anaanza kumsaliti Mungu. Anaanza kuwa mwashirati, anakuwa kiburi kanisani. Kwa hiyo kuna matukio ilibidi yaonekane live kwa ajili ya kufundisha zaidi. Na nilipojaribu kuongea na director kwamba tunaweza tukatafuta mtu mwingine akacheza kwa sababu ucheze wewe mwenyewe. Hii ilileta uhalisia vizuri. Ikabidi nilete kwa mke wangu, tukalijadili, akaniambia lazima ufanye wewe, tutafute watu. Ndio kama ulikuwa unaona kwa na post mtandaoni FB, tunahitaji wadada 3 4. Ikawa shida kuwapata, baadaye tukaja tukapata, ndio tukashuti nao. Kwa baada ya kushuti kile kipande, management yangu ikanishauri hiki kipande, hii picha ipostiwe kama ilivyo, kuandaa watu wajue kwamba yani kuleta taharuki fulani, afu baadaye tunaachia kazi. Kwa ni kitu ambacho mlikuwa mmekaa mkakipanga. Tukakipanga. Okay. Ndio maana hata ulivyokuwa umepost mimi nilikuwa siongei chochote.
na nikaa natukanwa, naona na nyamaza. Mwingine akanifuata hadi kwenye page yangu aka comment kwenye picha fulani ambayo ni post muda nyuma, akaambia wewe muuni, mkeo anajua uni unaofanya. Nikaangalia nikanyamaza. Lakini baadaye nilipokuja kuposti picha niko hospitali, ambayo ni picha ambayo inapatikana kwenye video hiyo inaonyesha kabla sijafa, niko na mke wangu hospitali. Akaja yule mtu akakomenti tena, wamekufumua, wamekufumania, wamekufumua, sasa hivi kwa hospitali kwa hoi. Uzalendo kanishinda, nikamblock, nikafuta comment, lakini watu wakawa shaiona. Kwa hiyo taarifa zikawa zimeenea kwamba mimi nimefumaniwa kutokana na ile tukio nilipokuwa na mwanamke, nimefumaniwa hivi vitu kama hivyo. Nafikiri ulipigiwa hata wewe simu kuambia kwamba mtu ikafika hadi kwa baadhi kanisani, ikafika kwa baadhi ya watu, lakini sikutoa kauli yoyote. Wajanja wakajua ni project inakuja. Wajanja kama nyie. Project ilivyotoka ndio umeona mwenyewe wameingia, unajua wameingia aibu kwa nini? Wapendwa wanapenda sana maanguko ya wenzao. Sisi ni mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo kuna mwili una vidole, una mikono, una miguu. Mimi naamini katika mwili ukijikata hata kidole, mkono wote utakuwa unapata maumivu. Yani utakuwa unakuta mwili wote unapata maumivu fulani. Na haraka sana miguu itakwambia, itakuongoza uende hospitali. Maana yake viungo vyote vinashirikiana. Lakini kwenye huu mwili wa Kristo, kidole kinapata maumivu, alafu mdomo unachekelea. Ndo ulivyoviona pale. Yani wameona kwamba Pastor Brian Mwimba ameanguka yuko na mwanamke, alafu watu wana comment, ndo alivyo, hao na ni wapendwa. Ukiingia kwenye profile zao unakuta ni watumishi wapendwa, waimbaji wengine. Wanafurahia maanguko hayawaumizi yani. Alafu ni wepesi kutangaza habari mbaya kuliko habari njema. Sawa. I say wifi alikuruhusu kabisa upige picha na mwanamke ukiwa vile? Sio picha, kushuti. Na mimi nilikuwa nimetoa wazo kwa director, kwa nini udada si rushe tu mtu akana ananipiga tunafukuzana, akasema anatakiwa alale kifuani mwako. Nani anasema hivyo? Director. Anatakiwa alale kifuani mwako. Kwa hiyo nikaona kazi ni ngumu, lakini ndani ya moyo kanapata amani. Tukashuti, kumaliza kazi ndo kama ile umeiona. Wakati umekaa mnaandaa hii project wewe na timu yako, kile ambacho kimetoka, kile ambacho tunakiona sasa hivi ndicho ambacho ulitegemea kukiona? Nilitegemea kukiona kwa sababu waliniambia kwamba hivi tukifanya uwekezaji wa kutosha tutapata kitu hiki, lakini tukisema tujibane tutapata kitu ambacho kiko chini ya kiwango, na message haiwezi, maana hii message inazungumza zaidi kwenye video kuliko hata kwenye kusikiliza. Kwa hiyo tupambane zaidi kwenye video. Ndio maana tulihangaika kupata, unajua dada wengine unampigia simu, mmoja aliniambia, nikawasiliana naye, akataka kushuti kile kipande kimoja tu, anataka milioni mbili. Ananiambia nitafuta wale ambao wenyewe yani. Anataka milioni 2, nikaona hapana, nikaomba msaada, wakajitokeza kunisaidia, tukaunga tukawezeshana, tukafanya kazi. Sawa, umekuja na mapinduzi makubwa sana katika gospel hip hop. Kuna zile ambazo tunaona mtu anatoka tu anaenda hapo nje anashuti, lakini wewe unatumia madirector kubwa, unatumia gharama kubwa. Hii ikoje? Ni mapinduzi ambayo unataka kuyaleta katika gospel hip hop ama imekaaje? Hii ni izungumze vizuri. Gospel hip hop imeanza muda mrefu, na mimi ni mwimbaji wa muda mrefu kwenye gospel hip hop. Ila sikuwa kufanya video. Kuna siku nilikuwa na shoot video yangu ya inaitwa na Kanyaga, maeneo ya Kibaha. Nilikuwa na mke wangu. Mke wangu aliniangalia wakati na shoot, namna ambavyo nimevaa, unajua kipindi kwa maisha ni magumu. Yani hatuna ile hali, yani tuna hali duni zaidi. Akaniambia, Brian, unahitaji kuwekeza kwenye video. Kwa sababu unafanya kazi nzuri afu video zinakuwa ovyo, nguo hazistahili, production haistahili. Tukacancel ile project. Baada ya pale mimi nikawa niko kimya muda mrefu, ilikuwa ni 2015. Nikacancel, nikawa sifanyi kazi. Kuna wakati nikarudi kidogo, nikaachia nyimbo 2 redioni tu, nilikuwa najitafuta. Baada ya kujipata nikaambia mke wangu tunafanya kazi, akaniambia tufanya kazi, tia hela. Kwa hiyo kicho nileta ni kwamba nionyeshe mabadiliko kwamba watu wa gospel hip hop wanaweza, yani nyimbo zao wanazorekodi ni nzuri, issue ni kwenye video. Na kwa nini hawawekezi? Sisi waga tulipwagi. Yani mtu anakuita hata nauli ile kukupa bwana ajue kwamba umetumia nauli, shida mwanze kutafutana. Kwa hiyo unaamua tukosona mtumikia Mungu, nitachoma nauli yangu, nitaenda nitarudi, hivyo nitarekodi kwa hela yangu, nitafanya. Ndio maana utakuta hatuwekezi kwa
kwa kile kiasi kikubwa, kutokana naona hata tukiwekeza katika mazingira ya mwilini hatupati kitu. Tunachopata ni kile ambacho Mungu anatubariki kwa baraka za rohoni. Tukimwilini hatupati kitu. Lakini baada ya kuona kwa upande wa mambo mengine Mungu amenibariki, nikaona hapa nifanye uwekezaji mimi mwenyewe, nisiangalie napokea nini kutoka kwa watu, nifanye uwekezaji. Ndio nikawekeza kwenye mtu mzima. Umeiona video ile ina gharama zake zimeingia pale. Tukaja kwenye Nioshe Kabla Sijafa, tukawekeza tena kwenye project ya Pure Gospel Generation ambayo haijatoka, niende kwa nani, tumewekeza hela nyingi tu, na tunakuja tunawekeza tena kwenye project ya Inuka Kwenye Kiti. Inuka Kwenye Kiti ikimpendeza Mungu. Okay, nisimtaje. Kuna mtu mmoja mwenye jina lake anaenda kuonekana. Sawa. Tumezungumzia kwenye Nioshe Kabla Sijafa, mama aliruhusu ukawa na yule mwanamke pale. Hivyo tunakuja tena hapa nyuma kidogo, tena umeongea kuhusu mama tena. Hivyo mke wako ana mchango gani katika kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako? Kwanza mke wangu hata kabla sijamuoa alikuwa anajua huduma yangu na anaipenda. Yani anaipenda kupindukia. Umezungumzia kuhusu mke wangu kunisapoti. Ananisapoti kwa kiasi kikubwa mno, kutokana anapenda ninachokifanya, na alikuwa anakijua kabla sijamuoa. Unajua tumeoana tukiwa tunasali kanisa moja mimi na yeye. Kwa hiyo ananijua vizuri na anapenda ninachokifanya. Umeona hata katika Nioshe Kabla Sijafa nimeshuti naye. Pale niko hospitalini ni yeye, na yule mtoto ni mtoto wangu wa kiume mdogo. Mfikiria yeye, sisi tunakaa Chanika. Tumeshuti Mbezi Jogoo, ile hospitali ndio lipo. Na tumemaliza kushuti saa 5 naenda saa 6 usiku. Tumeanza kwa kuchelewa ili kwamba tupunguze movement za pale hospitalini. Lakini yeye alikuwa pale na mtoto. Na kisha tunashuti, tunaondoka. Na hakuna malalamiko zaidi ya kupongeza na kuombea huduma ninayoifanya. Kwa hiyo ananisupport kwa kiasi kikubwa. Unajua ile ni ubavu wangu. Kwa hiyo ubavu lazima awe karibu na mahali alipotokea. Sawa, tuje kwa yule dada ambaye hakuonekana. Katika project ambayo hakuonekana. Kwenye project gani labda? Nioshe. Unazungumzia Nay Voice. Nay Voice wakati na shuti nilipanga tarehe hii moja. Hiyo tarehe ambayo nitashuti mimi, watashuti na Pure Gospel Generation wimbo wao. Yani tulikuwa tumeshaanza kushuti sehemu nyingine, ila siku ya kumalizia ndio iwe siku moja. Na ndio siku ya kumalizia yeye Nay Voice aingize, achukuliwe vipande vyake. Umeona? Nikampigia simu akaniambia kwamba maana tusali pamoja kwa sasa hivi, wana jambo fulani kanisani kwao. Ikabidi tuahirishe, tupeleke wiki mbili mbeleni. Baada ya zile wiki mbili tena ikaonekana ile jambo bado halijakamilika. Kwa hiyo unajua mimi siwezi kusitisha project ambayo tayari umeshafanya malipo. Wiki umepanga tarehe, ukaongea na director akarusha mbele, inakuwa ni ngumu. Na kule anachokifanya pia ni kazi ya Mungu ambayo inamtegemea. Yani anategemewa kule kanisani kama mwimbaji, alikuwa na sheria vijana, na ndio miongoni mwa watu ambao wanategemewa kiasi kikubwa. Basi nikampa kibali, naye akalibariki jambo, tukashuti. Na jambo limetoka. Mimi nafikiri wewe ndio umeshtukia kwamba kuonekana, lakini wengi hawawazi iko kitu. Wakiangalia video yenyewe inavyoonekana story, basi hawawazi kama kuna mtu alipiga chorus pale. Sawa. Nini hasa ambacho tukitarajie kutoka kwako? Tutaachia kazi nyingine hivi karibuni, ama tunaacha hii ambayo unafanya vizuri na imetumia gharama kubwa iweze kusogea anga? Hapa tuliongea na leo asubuhi tuliongea na meneja wangu, tunazipushi hizi zote mbili, Nioshe Kabla Sijafa na Mtu Mzima pia, maana ilikuwa bado haijachuja. Akaniambia kazi zote zinatakiwa zipushiwe kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ndo ameanza hizo harakati kwa ajili ya kuzipush kwenye television na kwenye mitandao zaidi. Lakini cha kutarajia zaidi niende kwa nani kutoka kwa Pure Gospel Generation ambayo inakuja. Baada ya hapo ni Inuka Kwenye Kiti. Baada ya Inuka Kwenye Kiti sijajua nini naleta. Ila Inuka Kwenye Kiti tayari iko kwenye line hivi. Sawa. Kile ambacho nakifanya hupati kitu. Nini hasa kipi ambacho hasa kuna maeneo ambayo unachota unakuja kuweka huku upati kitu. Unajaza
kazi kari, management ndio inakugharamikia kufanya vitu vikubwa namna hii ama ni wewe pesa mfukoni? Kwanza mimi namshukuru Mungu. Unajua mimi nilikotokea na nilipofikia, nasema ni Mungu. Kwa wale ambao waimbaji wa zamani nilikuwa nafanya nao matamasha miaka hiyo, wakiniona leo wanamtukuza Mungu. Siko hivi. Alafu nilikuwa nafanya kazi kwenye mazingira magumu mno. Yaani hata kurekodi kwangu ni kusaidiwa, producer wangu anaitwa Gaspar Mchopa, ndivyo kushikana mikono, hivyo tu. Lakini ile kujitoa kwangu kwenye huduma za watu na kutumika bila kupokea chochote, mimi sipokea, yani waga, yani nimeshafanya hizo kazi za ubarikiwe hizo nimefanya mno. Nikaanza kumuona Mungu ananiinua maeneo mengine, sio haya ya kulipana kwenye uimbaji, bali utakuta Mungu anabariki kazi, biashara na kuinua kidogo kidogo. Kwa kuna maeneo nimefika, naona kumbe ndio maana Mungu alikuwa aruhusu mimi kulipwa, sipati hela huko, kumbe alikuwa kuna maeneo anataka kuniinua na kunikutanisha na watu. Hata hii video unaona inaenda inapokelewa, ni watu tu wanajitoa. Yaani sio kwamba tunawalipa. Wewe Bella mwenyewe ni shahidi, unajua ni watu tu ambao naona nimsupport Brian, nikifanikiwa nimepata bando la kumtumia mtu, nifanyie hivi na hivi, lakini sina uwezo wa kumlipa mtu kivile, ila ni kwamba ni Mungu anashughulika kwa wakati huu kwa ajili ya kufanya mabadiliko kwenye gospel hip hop. Tumeona pia matamasha, event, ibada za gospel hip hop haziko nyingi sana. Tutarajie nini kutoka kwako hasa kwa upande huu ambao una mashabiki wengi pia naweza nikasema, lakini ni upande ambao kwa namna moja au nyingine ni kama umesahaulika? Mwezi wa 9 nina event moja kubwa. Event itakuwa ni kubwa mno, tutaitangaza na itajumlisha waimbaji wa kawaida wachache na waimbaji wa gospel hip hop ambao watahitaji kushiriki. Uwaga Pure Gospel Generation tulazimishi mtu. Tukikuomba ukihitaji kushiriki, utashiriki. Ukiona haikupendezi au ujisikie amani, tunakupa fursa. Kitu tutaandaa, tumeamua kuandaa event kubwa, na hapo ndio itakuwa mwanzo wa event kubwa za gospel hip hop kufanyika, ambazo zitakuwa ni matangazo makubwa, zinafika mbali. Itakuwa ndio mwanzo wake, sio kwamba zilikuwa zijai kufanyika, zimeshafanyika nyingi mno kipindi cha nyuma, lakini katikati kukatokea kipindi cha mpito, kukaa kume drop kidogo. Zishafanyika, wana gospel hip hop washaandaa matamasha makubwa mno kipindi hiko, lakini katikati paka peme drop kidogo. Kwa hiyo Pure Gospel Ministry inakuja kuinua hilo eneo. Tutajaribu kushirikiana na wengine ambao wanafanya gospel hip hop, tuangalie tunafanyaje, kama watakuwa na utayari. Kama watakuwa wana utayari, tutafanya, maana Mungu ndio anafanya, sio sisi. Amina. Sawa. Chochote kile ambacho utamani kumalizia, lakini pia katika mitandao ya kijamii tunakupataje? Ukiingia YouTube tuna channel yetu ya Pure Gospel Generation, Pure Gospel Ministry, napatikana mule. Lakini hata ukiandika Pastor Brian Mwimba, ukiandika na jina la wimbo unaupata. Facebook Pastor Brian Mwimba nipo. Instagram situmii sana, japokuwa nipo lakini siingii mara kwa mara. TikTok pia, TikTok siko kihuduma, niko kibiashara zaidi. Kule na post tu biashara zangu ambazo nafanya, ambapo ndio nachota kutumika huku. Unajua tunachota kwenye biashara, tunaingiza huku. Ndio hivyo. Biashara kubwa sana. Tuna pesa nyingi sana. Tuna biashara zetu ndogo ndogo, afu tuna biashara za watu tunasimamia. Kupitia biashara za watu tunazosimamia, Mungu akatufungulia milango mingine kuona biashara zetu pia. Kikubwa ni uaminifu tu. Na yupo kijana ambaye anatamani, ana kipaji, tunampokea ama tuko tu sisi wenyewe? Tunampokea. Tena mimi nitampokea vizuri mno. Mtu mwenye, umezungumzia mwenye kipaji. Unajua kuna mtu anapenda lakini hana kipaji. Nataka nikuambie kitu kimoja. Mimi nina muimbaji ambaye ametokea Moshi, asili yake ni Mgogo. Ametoka Dodoma, ameenda Moshi kwa kazi ya kuchunga ng'ombe. Siku moja na ujiwa na media fulani, na radio fulani, akanisikiliza. Akachukua namba, akanipigia simu, akaniambia kazi alikuwa anafanya ya kuchunga ng'ombe lakini ameacha, ameajiriwa sehemu nyingine ya kufuga kuku. Lakini ni muimbaji, anapenda kuimba. Kaka, naomba unisaidie. Lakini anaimba nyimbo za bongo flavor. Nikaona Mungu ana namna anataka kumbadilisha mtoto kupitia mimi. Nikamwambia nitakutumia nauli uje. Kweli nikapanga naye kila kitu, nikamwambia lakini kwa kuwa unafuga kuku, mimi nitafungua huo mradi ili uwe na kazi afu ufanye huo uimbaji unaosema. Yeye akiwa anajua anakuja kufanya bongo flavor.
Kweli nikamtumia nauli, yeye akatoka kule akaja Dar. Kufika Dar, mimi nilikuwa niko kazini, mke wangu akampokea, akamkaribisha nyumbani. Wiki inayofuata nikamkabidhi mikononi mwa rafiki yangu mmoja ambaye ni mchungaji, anaitwa Pastor Kenneth Miombe. Nikampeleka kule, kuna waimbaji wengi, nikamwambia huyu nikimpeleka pale, hii Bongo Flava itatoka kwenye ufahamu wake. Kumpeleka akakutana na watu wa vijana wenzake. Unajua kuna zile singeli za gospel nini, kukutana nao akaloea kule. Ninavyotaka kukuambia tayari amerekodi wimbo mmoja, ila kwa sasa hivi yuko shamba. Tuna project ya ufugaji iko nje kidogo ya Dar es Salaam, yuko kule. Kwa mwezi anakuja mara moja tu. Kwa atakapokuja utaratibu wa kushuti naye utaanza. Lakini sio ndugu yangu, simfahamu, amechukua namba yangu kwenye radio tu. Lakini amekuja, nimemkaribisha, nimempokea Dar, kila ambacho Mungu amenibariki nikahakikisha kwamba naye anapata kazi kwa namtumikia Mungu. Mwezi uliopita alikuwa yuko Dar. Siku amerekodi kama leo, kesho yake asubuhi akaondoka akaenda kule shamba kwenye kazi yake. Kwa akaiacha track haijafanywa mixing. Kwa track ninayo mimi. Akirudi anaingia kwenye video. Sawa, chochote cha kumalizia? Namshukuru Mungu kwa yote. Nawashukuru wapendwa wote wanaonisupport, wanaonikosoa, na washukuru pia maana wananifanya nasogea mbele. Yote kwa yote tuombee huduma ya gospel hip hop. Vijana wengi wako duniani wanafanya muziki wa kidunia, wakiona kuna watu wanafanya kwa viwango watakuja. Sawa, alikuwa ni Pastor Brian Mwimba. Langu jina ni Kisabera na hii ni Bela TV.